wake wa uchumi inategemea viwanda. Maisha yao Kikristo wamekuwa Waadventista wa Sabato, Roman Catholic, Presbyterian na wengineo. Kuna miji mikubwa zaidi ambayo wanaitegemea kama Girona, Catalonia, Madrid na Barcelona. Lakini pale katika visiwa vya Caribbean kuna nchi ya Venezuela. Venezuela inapatikana Amerika ya Kati, nchi za Caribbean. Ukienda mashariki unakuta Colombia, ukija magharibi unakuta nchi ya Guyana. Tunaikumbuka vizuri Venezuela kisiasa, wamewahi kupata unyakuo wa kidunia. Ni mtu mmoja aitwaye Maduro alinyakuliwa na Delta Force kutoka Marekani. Nchi ile licha ya kunyakuliwa wanampenda Mungu. Bwana asifiwe. Basi hapo ndipo wahusika wetu wanapotoka. Unala kusema mwenyekiti? Na kusema tu kwamba miongoni mwa vitu ambavyo Hispania inafanya kwa vijana na watu wengine wa ulimwengu tunao kwenye msimu wa kombe la dunia. Kisha kama anacheza na Argentina. Pia Argentina toka bara la Amerika. Vizuri. Amina sana. Unayajua hayo pia? Ninajua hayo pia. Haya, twende Hispania sasa. Ndio. Na kwa namna hiyo sasa somo linasema ndoa iliyofungwa mbinguni. Daniel hapa yeye ni bado mwita ndoa changa kwa sababu sidhani kama mwaka umepita. Na kama umepita sidhani kama tu miezi 3. Lakini miongoni mwa the living water members eneo la ndoa ni karibuni. Inaonyesha kwamba ukija living water unaweza kwa haraka. Ndio. Lakini tumeshuhudia ndoa nyingi zikifungwa duniani za pekee sana. Lakini tukisahau Katoro tu juzi hapa watu wametoa bilioni 1. Na bilioni ile yatolea. Ni mkoa yaani nimepata hadhi ya mkoa hivi. Bilioni 1 sio unajua. Wametuletea tujengee kabisa. Kwa hiyo ndoa zinafungwa sana ulimwengu wa leo. Lakini sidhani kama ndoa ziwe kufungwa mbinguni. Na mbinguni hakuna kwa wala kuolewa. Mwandishi mwenyekiti, ujue hata mimi nilipokuwa napitia hili somo nilishtuka kidogo kwamba ndoa zinafungwa mbinguni. Lakini kimsingi katika somo hili kuna mtu anaitwa Albert na Ligia. Jinsi ambavyo mahusiano yao yalikuwa yamefanyika sio kihisia tu, haikuwa matokeo ya kihisia, lakini ni Mungu mwenyewe alihusika katikati yao. Hicho kitu kilinifanya kumbe hata mimi pale chini pale alikuwa ni mbinguni bwana. Alikuwa ni mbinguni. Basi alikumbe ilifunga mbinguni. Asante sana. Mr. Alphonse. Yes. Baada ya kuona dhana kwa nini ndoa imefungwa mbinguni. Natamani sana tupeleke kwa ufupi sana kulingana na muda wetu ambao wao umekwenda. Tunapozungumza Lydia ni mtu gani hasa maisha yake kabla hajamjua Yesu Kristo? Nashukuru sana mwenyekiti. Tunapomgusa huyu Lydia, huyu ni mwanadada ambaye kwa sasa anao umri upatao miaka 39. Na huyu Lydia yeye alizaliwa katika hiyo nchi ya Venezuela na alikulia katika familia ya Waadventista wa Sabato. Alifundishwa vizuri sana, lakini alipofikisha umri wa miaka 22 aliacha kanisa na kiuhalisia akajiunga na kuwa mwanamitindo katika mashindano mbalimbali ikiwemo umisi kule Venezuela alifanya, lakini akawa misi kule Haiwani, lakini akawa kule Hispania. Lakini pia huyu Lydia amekuwa akihusika na mambo hayo ambayo nimeyataja hapo, lakini kiuhalisia alionekana katika magazeti na katika maeneo mbalimbali ya television. Lakini mwisho wa yote haya aliyokuwa anayafanya, alistawi katika mwonekano na katika shughuli zake, lakini ndani ya moyo wake alijihisi kuwa ni mtupu. Maisha yake yaliendelea na mwisho wa yote kilimfanya kitu kimoja kuhama kule Venezuela na kwenda Hispania. Aliingia katika mahusiano, lakini katika mahusiano yake aliyopitia hayakumpa furaha. Na mwisho wa yote huyu Lydia, mahusiano ya mwisho yaliyomuumiza sana moyo wake, aliamua kuacha vyote na akakimbilia kule Hispania. Na mwisho wa yote juu ya vigezo alivyoviweka katika habari tena ya kupata mchumba mwingine, aliweka moja ya sifa akisema kwamba apate mchumba anayemwamini Mungu. Asante sana. Kumbe ukiumiza moyo wa mtu kiuchakazi, sio mwili tu unaumia, unapoteza na roho, unamtoa kwa Bwana. Hilo ni jambo la ajabu sana. Mr. Silas,
Albert ni mtu gani hasa maisha yake kabla ya kujua Kristo? Kwa sentensi fupi sana. Nashukuru sana mwenyekiti. Albert maisha yake kabla ya kukutana na Lydia, yeye naye ni mchanga katika imani, naye katika mapito yake, lakini Lydia alimkuta tayari ameshaanza kumtafuta Mungu. Kwa hiyo katika safari yake hiyo, sabato moja ambayo Lydia alikwenda kuhudhuria ibadani katika hiyo nchi ya Hispania, alifanikiwa kumwona Albert akiimba kanisani. Na moja katika vitu vya kushangaza, wimbo alikuwa akiimba Albert uligusa sana moyo wa Lydia, na akamkuta Lydia akashindwa kuvumilia, akatoka kanyanyua kwenye kiti akaja mbele kuimba naye. Na wakati wanaimba ilikuwa ni mara yake ya kwanza kutoka mbele ya kanisa na kuimba, na kitendo ambacho pia kiligusa mioyo ya waumini na washiriki waliohudhuria ibada hiyo. Na kwa namna ya pekee sana Albert alifurahishwa na kitendo hicho, na akaamua kuanzisha urafiki wa karibu ambao ulikuwa kwa lengo la kujifunza neno la Mungu, au kwanza kisia tu, bali kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Makerege Anton, wanandoa wanabatizwa, yaani watu wameoana afu wanabatizwa pamoja. Nini kiliwafuta wafanye mahusiano ya kubatizwa? Kwa ufupi sana, muda umekimbia. Nashukuru sana. Lydia. Nashukuru mwenyekiti. Lydia pamoja na Albert walienda kujifunza Biblia pamoja na wakaendelea kumjua Mungu kwa pamoja. Baada ya hapo walienda kumkabidhi Mungu maisha yao. Baada ya kumkabidhi Mungu maisha, basi waliamua kutoa maisha yao kwa Mungu na wakabatizwa. Baada ya kubatizwa ndipo wakathibitisha kwamba Mungu yupo baina yao, na mahusiano yao ni baina ya watu watatu, Lydia, Albert pamoja na Mungu mwenyewe. Hivyo basi waliamua kufunga ndoa na wakaendelea kudumu katika imani. Nashukuru Mungu. The Living Water Ministry, come, drink and live. The Living Water Ministry, come, drink and live. Darabi, ibada bila sadaka haiendi. Hebu tuambie, sadaka ya 13 ina mahusiano gani na hili somo? Welcome. Asante sana mwenyekiti. Simulizi la Albert na Lydia linaonyesha matokeo ya utume. Hivyo basi kupitia sadaka za waumini, injili imeendelea kuwafikia watu mbalimbali katika mataifa mbalimbali. Hivyo basi sadaka ya robo ya 13 husaidia kuanzisha na kuimarisha huduma ambazo zinafanya watu wamfikie Yesu kama ilivyo kwa Albert na Lydia. Nashukuru sana. Asante. Angono, nafikiri umesoma shule. Umewahi kuandika essay bila conclusion? Haujawahi. Tupe hitimisho, linasemaje? Na somo hili linatufundisha ya kwamba Mungu bado anaandika simulizi nzuri katika maisha ya wale ambao wataruhusu awaongoze, na kwamba sadaka ama utume ulimwenguni unawezeshwa kwa maombi na sadaka za waaminifu, na hiyo ndio sababu iliyowafanya Albert na Lydia kumsogelea ama kukutana na Yesu Kristo. Hivyo sisi kama washiriki na waumini tunakumbushwa kumfanya Mungu kuwa wa kwanza na kushiriki kuwezesha utume ulimwenguni kwa sadaka zetu. Bwana atubariki. Asante sana. Na sasa tunaenda kwenye wimbo wa ni wewe Bwana, kamwe haupungui wako wema, mkombozi wetu.